Hello, this is Bongo Buzz na kama kawaida leo niko na mzee wa kazi chafu hapa na tunaenda kuongelea dabi ya NBC Premier League kati ya Simba na Yanga, tunaita Kariakoo Dabi. Tunataka kuangalia ni nini kinachoenda kutokea baada ya dabi ambayo imechezeka huko Zanzibar katika Muungano Cup. Je, Simba ataendeleza ubabe ama Yanga atarudi katika ubora wake na kukataa kuwa mteja wa Simba? Inakuwaje mzee? Kama kaa kiongozi. Shwari. So nataka tuongelee dabi inayofuata ya Simba na Yanga ambao ni ndani ya NBC, na ukiangalia mpaka sasa Yanga anaongoza katika ligi pale. Je, kwa matokeo ambayo yametokea hapa nyuma katika hii dabi ya Muungano, unahisi kitu gani ambacho Yanga anaweza kakifanya cha ziada ili kuepuka tena kufungwa na Simba mfululizo na kupata points 3? Labda tu nizungumze kitu kimoja ndugu. Kama ataweza kubadilisha mfumo ambao waliocheza nao kule, akabadilisha, anaweza akapata matokeo, lakini kama ataendelea kuendeleza mfumo wa kule aliotumia Zanzibar, matokeo asahau. Labda Yesu arudi. So unaona kwamba wakati mechi ile ya dabi ya kwanza Yanga hawakucheza vizuri katika mfumo wao ambao waliutumia, si ndivyo? So inabidi wabadilike katika mfumo, si ndivyo? Yeah. So unaona kocha anaweza akafanya nini ambacho unahisi kwamba kitaweza kikawapa manufaa Yanga? Kitu gani kifanyike pale? Kikubwa pale inabidi aongeze washambuliaji pia, kwa sababu kunyuma Baka yupo na yule captain ni pia yupo ambaye anaweza akapambana kule nyuma paka. Nazungumzia Mwamnyeto, si ndivyo? Mwamnyeto pia yupo anaweza akapambana kule akawa vizuri, lakini pale mbele, nafasi za mbele, kwa sababu ukimzungumzia kama ya Ukwasi yuko vizuri, lakini pale kati Dube naona kapungua speed. Yani hatujamzoea Dube yule ambaye tumemzoea sisi. Umeona? Unakuta inapigwa kati, unakuta mpira mtu kachelewa au pasi imekuwa ndefu sana. Kwa hiyo unakuta yani pale mbele hawa perform kama wachezaji ambao tumewazoea sisi. Tumemzoea Dube, tumemzoea Pakome, tumemzoea Abdasili. Hakuna kitu ambacho wanachokifanya ambacho tumekizoea. Yani kiufupi, kama watabadilisha mfumo au kuongeza speed au kuongeza umakini kwenye uwanja au kule mbele, basi matokeo watabakia hivyo hivyo kuyasahau na kombe atachukua tena Simba. Unahisi wachezaji wa Yanga wamechoka? Unahisi kuna baadhi ya wachezaji wa Yanga watakuwa wamechoka? Siwezi nikasema labda wamechoka, kwa sababu kama mechi za huko nyuma mbona walikuwa na perform vizuri tu, wanapiga. Na hata ukizungumzia Simba mechi za huko nyuma pia wamecheza kama walivyocheza Yanga, lakini naona Simba wameperform vizuri. Sasa wao sijui hapo wana delay wapi, shida sijaelewa, ni kulizika au wanaotumia sana, kwa sababu mimi mtu fulani lazima nishinde. Kwa sababu kama ukimzungumzia Dube, jana performance yake amejitahidi, lakini hajaonyesha ule uwezo ambao kama tumemzoea, au kama Mdasiri jana hajang'aa sana kama tulivyomzoea. Ukiangalia kama Mdasiri anakuwa anahangaika sana, au ukimzungumzia kama Maxi mchezaji mzuri sana na pia ni hatari sana, lakini kwa jana sijaona kabisa ukali wake bwana Maxi Zingeli. Okay, umezungumzia kwamba katika kikosi cha Yanga nyuma bado wana ulinzi mzuri sana, kuanzia kipa, mabeki hivyo yani, lakini sehemu pekee ambayo umezungumzia ina changamoto ni kwenye ushambuliaji. Kwenye ushambuliaji, kwa sababu ukizungumzia kama ya Kwasi, mbona anamimina sana pale kati, lakini hakuna watu ambao wanaweza kushambulia na kuweza kuvamia goli na kuweza kushinda. Nakuta ule maamuzi magumu hayatumiki kwa wale maforward, mastreka, nakuta vitu ambavyo haviendi, yani vinakuwa different. Okay, so unaona kwamba katika kipindi cha usajili Yanga katika sehemu au katika sehemu ya ushambuliaji walifanya makosa kidogo, au unaona kwamba ni wachezaji wamekaa na wametumika muda mrefu ndio maana ishu kama hii imetokea? Yani hapo kwa mbali naona pengo la Mzize. Mzize pengo lake naliona, kwa sababu Mzize ni mchezaji mwenye spidi na anapofika karibu na goli anakuwa anatumia akili. Kwa hiyo ndio maana hapo nakwambia naliona pengo la Mzize liko wapi. Okay, lakini tunafahamu kwamba Mzize ana injury na ni injury ya muda mrefu ambayo inaweza ikamweka nje msimu mzima, na kwa timu zetu hizi za Kitanzania tunafahamu mchezaji akishakuwa na injury ya muda mrefu au kumvumilia waga ni changamoto kubwa sana. So unahisi nini Yanga anaweza akakifanya hapo kwa kipindi hichi ambacho Mzize hayupo na wala hatopatikana kwa almost msimu mzima? Mimi nachoomba
kama kocha wa Yanga inabidi akae chini atafakari, aiangalie mechi kwa umakini. Je, walipokosea ni wapi? Kama kuna mchezaji alikuwa amezingua, basi wajaribu kumtengeneza vile ambavyo anahitajika, akae kwenye ubora wake kama mchezaji, aweze kushambulia vizuri na aweze kufika sehemu husika, aweze kushinda, wapate ushindi. Okay. Okay. Na maoni yako kwa ujumla, unahisi nani ambaye anaenda kushine katika hiyo mechi, Simba ama ni Yanga, kwa vile unavyoona wewe yani? Mimi mechi naiona kama Simba anaenda kwenda kushine kama Yanga asipobadilika, lakini kama atabadilika pia mechi itakuwa ni nzuri, kwa sababu watakuwa wanashindana, ndapo kama wataenda kwenye hatua kama watakuwa vizuri, yani wote watakuwa wako vizuri. Okay. Sawa. So tumetuambia kwamba Simba anaweza kaendeleza ubabe kama tu Yanga atashindwa kubadilika, si ndivyo? Lakini pia inawezekana pia wakatoa sare pia suluhu. Maana tumeona katika mechi ya kwanza ndani ya ligi walitoa suluhu, na mechi kadhaa huko nyuma Simba alikuwa amejikuta akitoa suluhu mbele ya Yanga. So hiyo unahisi ni advantage kwa Simba ama ni advantage kwa Yanga kwa wao kuendelea kupata hizi suluhu mfululizo? Kama Simba ameshinda sasa hivi, naamini Simba atakuwa na confidence, kwa sababu atakuwa naamini kumbe sasa hivi Yanga amekuwa yuko dhaifu. Kwa hiyo asilimia kubwa Simba sasa hivi atakuwa naye na atakuwa amemjua mpinzani wake ubovu uko wapi, na atakuwa na uwezo wa kupambana naye, kwa sababu mtu yote ukitaka kupigana naye lazima kwanza ujiamini. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi Simba anajiamini, japo Yanga pia ni timu kubwa na pia tishio kwa Tanzania, lakini ndio hivyo, kama nilivyokuambia, kama Yanga ataongeza umakini zaidi, pia watakuwa shika ni kushike, piga ni kupigi. Lakini kama atajaribu kupoteza, atatumia mbinu alitumia Zanzibar, mimi naamini kabisa Yanga hii mechi anaenda kuipoteza. Okay, this is Bongo Buzz. Tukutane next time ikiwa na mzee wa kazi chafu hapa. Till next time, bye bye.